kali kishenzi yani. Masaa yenyewe haendi kabisa. Sasa hapa bora nikazule mtaani nipoteze muda. Maana umeme wenyewe pia umekatika. Wezungu. Yaani wewe mwezi mtukufu wa Ramadhani wenzako wote wamefunga. Peke yako umekaa kunyuma na mkate. Njoo hapa. Wewe nimekwambia njoo. Hizo unajiona kule. Unajitambua kichwani kwako. Mwezi mtukufu wa Ramadhani wenzako wote wamefunga. Ndani wote tumefunga. Peke yako hujafunga unakaa tu unakula mkate. Maana yake ni nini mdogo wangu? Muogope Mwenyezi Mungu. Na kati mwezi mtukufu unaambiwa funga. Na kama hujafunga basi kula kizuri ndani. Sio unajificha hapa. Hamna blaza, hapo kwenye unajua tena ile wazee wa Gabri tukishapiga gamba roy lazima tupate chochote kitu afu tunazuga ile kama tumefunga jumbani. Kumbe hatujafunga ndio tutatia mitaani ile kinyama sisi kama hivi ile tuadokoa kaka. Wewe sitaki kuongea sana na sitaki nionekane baadaye na huja kuadhibu kwa sababu ambazo hazina msingi. Mwezi mtukufu tusipigane, tusigombane. Nahitaji mkate. Wazazi wote wamefunga. Mimi nimefunga, mdogo wangu peke yako. Naomba mkate. Sema nini blaza? Hapo kwa kama unarusha hivi hapo ile unatangaza kama unabwata. Si unajua, wewe unikuta mimi nakula. Sasa mkate tena wa nini? Wewe niache mimi ukankili kaka. Mbona kama hivyo tena? Wewe nimekwambia mkate. Wewe naomba mkate. Sema nini blaza? Mkate kaupigilie. Ndichi kimya hata jioni ile tukiweka pembeni tambi, miogo na mikate pembeni hapo. Ile stopper. Si unajua zile dastoda, Gabri, Gambroli. Si unajua zile pale. Bali sema ufunge. Sio Gabri dastoda. Kwa sababu kwamba umbea huu hapa ni kama yeye ndio kwa ngufili baada ya tabia roho kidogo na kuingia kusomana jioni kwenye sky lazima nikimbe kudake yani tunatenda dhambi sisi na Mungu anatuona wakati mwezi wa Ramadhani mwezi wa kuchuma mema nawaza tutajibu nini sisi kama ikifika kiyama maana tunajisahau mwezi tunaudharau sana mtaani na kanda na ponda na kaba na iba kwa watu waliofunga mida kuftari na tinga na pita kila nyumba nongoba nimefunga hatufanyi ibada kuzini kila siku malaya tunabadiliwa chumba Mungu Baba tusamee Baba Ramadhani Karim Ramadhani Karim Ramadhani Karim Ramadhani Karim Ramadhani Karim Ramadhani Karim Nini? Hapo nini? Basi itakuwa ni ngumu. Mungu afanye usafi huko ndio tena vumbi ndani. Vumbi Sawa. Sasa bwana naomba uende kwa Sheikh Isa pale madrasa msikitini pale. Kuna maagizo yako mniandika. Akupe mzigo na akisha kupa mzigo pita sokoni moja kwa moja. Kuna vitu nimeorodhesha humu utanunua ulete nyumbani. Ulete hapa sasa hivi. Kwani kwa Sheisa kwa hiyo. Ukirudi mpe wa maana. Yani tunatenda dhambi sisi
na Mungu anatuona. Wakati mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kuchuma mema, nawaza tutajibu nini sisi kama ikifika kiyama. Maana tunajisahau mwezi, tunaudharau sana. Mtaani na kanda na ponda na kaba na iba kwa watu waliofunga. Mida kuftari na tinga na pita kila nyumba naongopa nimefunga. Hatufanyi ibada kuzini kila siku malaya tunabadiliwa chumba. Mungu Baba tusamee Baba. Ramadhani Karim, 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 Ramadhani Karim. Waliofunga mida kuftari na tinga na pita kila nyumba naongopa nimefunga. Hatufanyi ibada kuzini kila siku malaya tunabadiliwa chumba. Mungu Baba tusamee. Ramadhani Karim. Unajua nimepata kwa muda gani? Unisubiria muda mchache ndio umenona hivyo. Kwani mama? Kidogo. Hamna, mimi kuna discuss nilikuwa nafanya. Unajua? Discuss ni muhimu kuliko mimi. Okay, kitu changu. I'm sorry. Ndio nisamehe. Hapo ni nzuri. Eti hakuna mwanamke mzuri katika dunia kama zaidi yako kwa wewe. Wewe ndio mwanamke mzuri ambaye mwanamke ninakupenda. Alafu mimi nisi. Mimi nataka tofauti mimi na wewe kwa sababu maana nimekaa hapa. Upwili umenikaba. Mimi ndio nisi. Kwa sababu basi zetu. Basi. Yani tunatenda dhambi sisi na Mungu anatuona. Wakati mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kuchuma mema, nawaza tutajibu nini sisi kama ikifika kiyama. Maana tunajisahau mwezi. Amina kwa leo. Hizi vyote bwana wa Mwenyezi Mungu. Ya Mwenyezi Mungu ndugu yangu. Bwana kwanza mimi niseme kwamba nashukuru sana kwa kukuona hapa. Si umeelewa? Hapa kuna jambo limenichanganya, yani kiukweli hata wewe nikikusimulia wallahi billahi lazima utoke kwenye nchi ya mstari. Social media. Ndugu yangu, mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu wamefunga. Yani funga maana yake kuwa unaishi katika mema, unakuwa mtu safi. Lakini wewe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tayari ushakutengeneza jira si kubwa. Yani moyo wako ushasononeka. Ndugu yangu, unanitia aibu wa mwezi mtukufu ucheusi. Shekhe wangu, Ardadi, sio kwamba pengine mimi nakwambia vitu ambavyo vipo, lakini hapa nilipo hadi damu inaniuma. Sio umeelewa? Yani kile nilichokiona leo wallahi sikutegemea kama ningekiona katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Che wangu cheusi, kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ndugu yangu, yani ile tabia yako ya kusema ombea kila siku, mwezi mmoja tu wa kufunga, mwezi wa toba. Huu mwezi haitakiwi uendelee na ombea, huu mwezi atakiwa ufunge, yani ni swafi ndugu yangu. Acha hizo mambo bwana. Sawa, sasa naomba nikushirikishe hii dhambi. Kama ni dhambi wote tuipate. Bwana, jambo liko hivi. Sawa, mimi muda huu nimemuona mdogo wangu na macho yangu haya ya nyama. Nimemkuta mdogo wako chochoroni, yuko na kijana, si kijana gani Arabi. Sije kumuona hapo mtaani kabisa. Unataka kuniambia mdogo wangu huyu? Mtoto vipi? Mwezi mtukufu wa Ramadhani natoka kukwambia wewe swala kununa
Kumbe mdogo wangu anafanya usalati. Kumbe mdogo wangu anafanya uzinzi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yaani ile tabia yake bado haijaacha maana yake. Oa, hebu niambie kwa sehemu gani ndugu yangu? Okay, sawa. Umeona tupita pale? Ukaingia hivi kwenye genge pale kwa nani? Kwa kina Majuma. Bwana, ukichorodi pale utamkuta. Sasa nilipoelewa kuwa umesema tushiriki dhambi. Hii dhambi mimi nimepokea. Hakika. Sasa ndugu yangu, acha niwafuate nikaonyeshe kuwa hii dhambi nimepokea kweli. Sawa tena wangu. Mama, tunajua mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa hiyo sisi ni kwako. huyu ni mtabakoa hapa. Yaani huyu ni mtabakoa mama mpaka nimekumisi. Nataka ngajie ile ni basi hapa. Kwa mbona sikilizi kesho. Yaani ndio kumisi. Kwa hiyo wewe hautulii nyumbani, kazi ya nyumbani ufanyi, mpaka mimi naagizwa sokoni. Kumbe umekaa na bashako uchochoroni. Wewe, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haipaswi kusimama uchochoroni na mwanaume ambaye kuwa hajakuoa. Wewe unapataje izini kama hiyo? Afu wewe, njoo hapa. Hivi wewe, alikupatia izini ya kukaa na dada yangu uchochoroni mwezi mtukufu wa Ramadhani ni nani? Unawezaje kukaa na dada yangu ingawa kwamba tukufahamu nyumbani, hakuna barua wala hakuna posta ina yote, sijala chochote wala ufahamiki? Unawezaje mwezi mtukufu? Umeogopa Mwenyezi Mungu wewe? Wewe, njoo hapa. Kuziwe mmoja. Nenda. Toka. Wewe katika kitu ambacho sikihitaji katika maisha yangu, kwanza mtu kuchukuza familia yangu. Yaani kwamba kwa unaweza kuingilia familia yangu, kumchukua dada yangu na kukaa naye mtoto ukieleweka. Ushukuru sana Mwenyezi Mungu kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna vitu vingine wote navificha, lakini mimi usinichukue poa. Mimi sieleweki, mimi ni chizi after muda wote. Mwanangu, mshukuru Mwenyezi Mungu ni mwezi wa Ramadhani. La sivyo tutakutana tena. Tembea. Yani tunatenda dhambi sisi na Mungu anatuona, wakati mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kuchuma mema. Nawaza tutajibu nini sisi kama ikifika kiyama, maana tunajisahau mwezi, tunaudharau sana. Waalaikum salaam. Mbona vitu kama vile vinataka vikutoa imani? Mambo vipi cho? Hapana, unajua nilipomwona huyu dada nimemfananisha. Unajua kwa mtu nisoma naye kipindi hicho kwa msingi. Kwa hiyo nika naangalia ndio yeye ama sio, unajua tena umri umeenda na. Ngoja nikupe hadithi kidogo. Mimi ndio wangu mchilizi. Naudika kweli akili. Kwa nini natakaje? Nakuuliza wewe mwenyewe. Upo tu. Haitaki fundisha na nituelekeza kwamba Uislamu ni nadhifu, Uislamu ni usafi. Kwa hiyo hakikisha vitu kama vile visikutoe katika imani, visikutoe katika funga yako. Hakikisha macho yako na masikio yako unayafunga katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sawa. Lakini tuachane na haya. Nilikuwa nakuja kwa mzee wako, maana muda mrefu sijamwona. Sio atakuwepo nyumbani? Twende fresh. Na nimetoka nyumbani kwa niagiza mzee wako. Amesema kwa kuna mzigo wako atakayonipatia. Bila shaka. Bila shaka. Shukrani sana. Lakini napenda kuihusia nafsi yangu pamoja na kwako. Kumbuka kwamba tupo katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakikisha macho yako, masikio yako unafunga. Sawa, shukrani. Basi hakuna tabu. Niete neno leo wakati. Mimi pia naenda sokoni kidogo. Si sawa nzuri leo. Hatufanyi ibada kuzini kila siku, malaya tunabadiliwa chumba.
Mungu Baba tusamehe. Baba. Ramadhani Karim, Ramadhani Karim, Ramadhani Karim. Yaani huo ndio ukweli. Yaani wewe unataka ustazi yani. Dini tumeletwa hapa Afrika mwanangu ili zitutawale. Au maneno unatoa wapi wewe? Niamini mimi mwanangu, yaani haiwezekani eti Mkristo usiposali uende peponi wala Muislamu usiposali uende peponi. Sasa hiyo dini utumwa mwanangu. Wewe ushaiona dini ya wapi hii? Hauna danganya mwanangu. Uhakika baba. Sasa umeona wanangu wenyewe wananisupport, afu dakika za mwisho nasema kweli. Au unasemaje babu hapo? Uhakika. Unajua nini? Kwenye historia hapa Tanzania kulikuwa na mtu mmoja tu Mwana Malundi. Unajua huyo Mwana Malundi alikuwepo Mwanza hapa. Ngoja, Mwanza hii hapa. Mwanza hii. Umesikia mtoto mdogo. Chukua darasa kwa watu wazima. Sasa unaambiwa huyo Mwana Malundi alikuwa na maajabu kama manabii wetu si mitume hawa. Najua alikuwa anatembea kwenye mamba kacha alama huko Mwanza unaambiwa. Alikuwa anatembea katika maji juu ya maji. Wewe namjua lakini amniondolee mimi imani ya Kiislamu. Hapa mwanangu naona tutakesha. Ile jiwe mwanangu ukisema uliponda utaumia wewe. Kikubwa ambacho tukubaliane na ukweli ambao wanauamini. Ila mimi nitabaki pale pale mwanangu. Dini ni utumwa. Kama babu zetu walikuwa mwanangu wametumwa mpaka na sasa hivi na sisi tukiendelea kuabudu dini zao hizo sio. Na sisi tutakuwa watumwa familia. Hamna lolote. Wewe nakujua uamini dini ndio maana pikipiki yako imejaa matunguli. Yani tunatenda dhambi sisi na Mungu anatuona. Wakati mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kuchuma mema, nawaza tutajibu nini sisi kama ikifika kiyama. Maana tunajisahau mwezi, tunaudharau sana.